Gym sio mwisho wa siku. Inaweza kuwa mwanzo wa biashara yako. Number 1, unaweza ukauza product za gym. Unaelewa gym, unajua mahitaji ya watu wa gym. Basi, ni rahisi kuuza gloves, straps, water bottles au hata resistance bands. Anza na vitu vidogo. Start small, jua unachokiuza. Kwa ushauri wangu mimi, anza na vitu vidogo vidogo vinavyotumika kila siku. Tumia gym yako kama soko la majaribio. Number 2, kwa fundi welding, tengeneza vifaa vya gym. Kama unapenda gym, una access ya welding au karakana, jifunze kutengeneza squat racks, benches au pull-up bars kwa local gym. Mahitaji ni makubwa. Kwa ushauri wangu, tengeneza moja, post online. Gym nyingi ndogo wana mahitaji makubwa ya hivi vifaa. Unaweza kupata oda nyingi kutokana na gym ndogo zinapenda vifaa hivi vyenye bei nafuu. Number 3, kuprinti t-shirt za gym, motivational wear. Gym lovers wanapenda kuvaa t-shirt ama nguo zenye motivation. No pain, no gain, au afya kwanza. Hivyo hii ni nafasi yako kuuza identity yako kwa watu wa gym. Kwa ushauri wangu, tumia fonts kali, maneno mazuri ya Kiswahili yenye motivation. Target vijana wa mtaani wanaojipambania kupitia mazoezi. Number 4, gym photographer ama videographer. Kwa wale wanaojua ama kupenda photography, wana access kubwa ya kupata kazi ya kupiga picha watu wanaofanya gym ama mabodybuilder. Hii ni pale unapohudhuria events zao ama matukio maalum. Watu wengi wa gym wanapenda video na photo. Hivyo fitness content inahitaji mtu anayeelewa mazingira ya fitness. Number 5, fitness content creator. Tumia TikTok, Insta ama YouTube Shorts kuposti content, form tips, workout routine, diet ya bei rahisi ama gym motivation. Ukijijenga vizuri, unaweza kupata brand deals ama kuuza kozi zako online. Unapojiunga gym, usijenge misuli pekee, jijenge na kiuchumi. Kitu chochote unachopenda, unaweza kukigeuza kikawa biashara.